Na sasa ni mjadala mkuu, na mjadala wetu mkuu utajikita katika eneo moja tu. Mtazamaji, kumekuwa na dhana ya vijana, wapo baadhi ya vijana ambao wanakuwa na mtazamo hasi kwa kila kitu kinachofanyika, na kikundi kingine cha vijana wenyewe wanakuwa na mtazamo chanya katika mambo yanavyokwenda. Sasa leo tutaangalia kuna umuhimu gani wa vijana kuwa na mtazamo chanya katika maisha. Lakini hatuwezi kuongelea mtazamo chanya kama tutaangalia mtazamo hasi pia kwa sababu kuna hasi, kuna chanya. Na tutajiuliza ni kwa nini baadhi ya vijana wanakuwa na mtazamo hasi katika maisha. Ni kwa nini wanatakiwa kuwa na mtazamo chanya katika maisha. Sasa mtazamo chanya ni upi? Mtazamo hasi ni upi? Cha kufanya, weka pembeni ya TV yako, na nitakapokuruhusu kupiga simu itakuwa ni saa 2:45, lakini kwa sasa unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi. Mtazamo hasi ni upi katika maisha kwa vijana? Mtazamo chanya katika maisha kwa vijana ni upi? Na ni kwa nini sisi tunataka wengi wawe na mtazamo chanya? Karibu sana katika kipindi. Bado upo nami Bernard James, na saa 3 kamili nitakwambia kwa heri toka tulipokuwa nawe saa 1 kamili. Na asante sana kwa wote ambao mnaendelea kuniandikia ujumbe wenu mfupi. Endelea kuniandikia sasa kuhusiana na mjadala wangu huu. Mgeni wangu ni nani kwa siku ya leo? Leo nimemwalika kijana msomi na anayeyaona maisha vizuri tu kwa vijana wenzake kule chuoni, wasomi wenzake, lakini katika jamii. Na yeye yupo katika maandalizi ya kuja kuwa pia mwandishi wa habari. Anasoma katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti cha jijini Mwanza. Anaitwa James Madoshi. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana. Habari za utokapo? Nzuri na njema. Uko vizuri eh? Uko vizuri kabisa. Weekend imeenda sawa? Weekend imeenda vizuri. Sawa. Mungu ni mwema. Sawa, karibu sana kwenye kipindi. Nataka kwanza nijue, tunaposema mtazamo chanya katika maisha tunamaanisha nini? Karibu. Asante sana. Nashukuru. Tunaposema mtazamo chanya katika maisha ni tunamaanisha ni namna kuwa na fikra nzuri na jinsi unavyoangalia mambo, unavyoangalia maisha kwa mtazamo mzuri, kwamba hata ukikutana na tatizo ama changamoto, lakini bado unaweza kaangalia ile changamoto sio katika kukatisha tamaa. Unaweza kaangalia changamoto ambayo wengine wakiangalia wanaona kama ni sehemu ambapo maisha yanaweza kaishia hapo, lakini unaweza kufanya vitu vizuri kwenye changamoto ile, ukaigeuza sasa changamoto ikawa fursa. Sawa, nashukuru sana kwa tafsiri hiyo. Na unapoongelea hasi uweze ukaacha kuongelea chanya. Na sisi tumeanza na chanya. Lakini je, kwa mfano tukisema kwamba huyu kijana ana mtazamo hasi kwenye maisha, tunamaanisha nini? Tukisema huyu kijana ana mtazamo hasi katika maisha, mtazamo hasi na mtazamo chanya ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Ni vitu ambavyo vinaenda sambamba. Kama tukitafsiri mtazamo chanya, maana yake mtazamo hasi ni kinyume cha mtazamo chanya. Ndio. Kwa mfano kama tulivyosema mtazamo chanya kwamba mtu anakuwa na fikra nzuri na mtazamo mzuri juu ya maisha fulani, hata anapokutana na changamoto anaweza akaona zaidi ya changamoto, akabadilisha labda ile changamoto kuwa fursa. Sasa mtazamo hasi ni kwamba mtu anapokutana na kitu kama kile yeye hawezi kuona hizo fursa ambazo zinaweza zikapatikana kwenye changamoto, ama hawezi akaona hivyo vitu ambavyo anaweza akavibadilisha kwenye tatizo ambalo anaweza akalipata. Anaweza akaona ni kwamba maisha yake ndio yanaishia hapo, yeye ndio ameishia hapo, yani hawezi akaona zaidi ya hapo kwenye hiyo tatizo ambalo anakumbana nalo. Nataka kujua vitu gani vinasababisha mtu awe na mtazamo hasi kwenye jamii kwa mfano? Vitu vinavyosababisha mtu awe na mtazamo hasi katika jamii, kwanza ni shida ya kimtazamo yenyewe. Kwamba changamoto inaweza isiwe kwenye vitu vingine, ila changamoto ikaanzia kwenye mtazamo. Ndio. Alafu labda tukapata vitu ambavyo vinasababisha mtu awe na shida kwenye mtazamo. Kwa mfano baadhi ya vijana wengi ambao wanaweza wakawa hawana mtazamo chanya, sio kwa sababu wao hawapendi kuwa na mtazamo chanya,
Inawezekana ni namna ambavyo tumetoka kwenye msingi wa maisha ambayo tumetoka. Kwa mfano ukiangalia mtoto mdogo anapokuwa kuanzia mwaka 0 pale, ndio seme amekuwa ameanza kujitambua, amefikisha miaka kadhaa, labda ule unakuwa ni ule umri wa kushika vitu. Ndiyo. Pale huwa anakumbana maneno mengi ambayo anaambiwa acha, uwezi, acha. Lakini kile kipindi ndio kipindi ambacho mtoto anaweza akawa ameambiwa maneno mengi sana kukatisha tamaa kuliko maneno ya kumfanya kuamini kwamba anaweza. Sawa, nitaka pia kujua madhara ya kuwa na mtazamo hasi kwenye maisha au katika kila kitu. Madhara yake ni yapi? Madhara ya kuwa na mtazamo hasi kwenye maisha na katika vipengele vingine, kwamba kwanza unapokuwa na mtazamo hasi inakunyima ujasiri wa kuendelea. Inakunyima hata ujasiri wa kuwa na uthubutu, kwa sababu unaamini ya kwamba hauwezi ukafanya zaidi ya hapo. Hauwezi ukatoka kwenye hilo eneo ambalo upo kwa wakati huo. Kwa hiyo usitegemee kupiga hatua ama kuziona changamoto kuzigeuza kuwa fursa kama una mtazamo hasi. Maana yake hauwezi ukafanya hata maamuzi ambayo yanaweza kukupa ujasiri ya kwamba naweza nikatoboa pamoja na changamoto ambayo naiona hapa. Watu wengi ambao wanakuwa na mitazamo hasi, vijana wengi, jamii inawatema au inawachukulia kama watu ambao hawafai, ni watu ambao wanavuruga. Kuna ukweli katika hiyo? Naweza nikasema kwamba jamii inavyowachukulia na wao wanavyojiona, jamii inaweza ikawa sawa kwa sababu wao wameshindwa kujionyesha kuwa ni wana umuhimu katika jamii. Lakini kwa upande mwingine jamii inaweza ikaliona tatizo. Ndiyo. Na kama jamii itawaona watu hawafai, manake hata jamii yenyewe ina shida ya mtazamo. Ndiyo. Haina mtazamo chanya, manake jamii yenyewe kwanza ina shida na hawa watu wana shida. Manake wote ni wagonjwa, hamna atakayeweza kumsaidia mwenzie. Lakini kama jamii yenyewe itakuwa na mtazamo chanya na mtazamo mzuri, manake ikiwaona hawa watu inaweza ikajua ifanye nini ili hawa watu wabadilike katika jamii na wawe ni kitu ambacho wanaweza wakajivunia nacho. Sawa, lakini kuna mtazamo mwingine kwamba, najaribu kuangalia hapa, kuna mtazamo mwingine kwamba watu ambao wana mtazamo hasi, mamlaka huwa haziwapendi. Hilo unalio, yani mtazamo hasi wa kwao ni katika malengo mazuri. Kwa mfano, wameona kitu fulani labda kimekuja, wanaona hiki hapana kitufai. Kwa mfano labda imejengwa barabara, badala ya kujengewa barabara bwana tutakuwa tujengewe hospitali. Badala ya kujengewa hospitali tutakuwa tujengewe shule. Badala ya kujengewa shule tutakuwa tujengewe uwanja wa mpira. Namna kama hiyo. Hawa watu, kwa nini wakati mwingine mamlaka huwa zinakuwa na hofu nao sana? Ninachokidhani issue ya mtazamo, kila mtu kwanza anaweza akawa na mtazamo. Sasa namna ya kupima kwamba huu ni mtazamo chanya, ama huu ni mtazamo hasi, inategemeana na mazingira. Kwa mfano, inaweza ikatokea vita. Sasa ni kujibu kwa kutanuka kidogo. Sawa. Inaweza ikatokea vita. Alafu kuna mtu kwenye hiyo vita anataka aende akapigania na michanga. Ndio. Huyu mtu tunaweza tukasema kweli hana mtazamo chanya. Na wakati ni vita ambayo pengine ili utoboe ama ili ushinde, bunduki ndio silaha ambayo inaweza kukusaidia kushinda kwenye ile vita. Ndio. Alafu wewe utaki kwenda na bunduki, unataka uende labda na manati. Kwa hiyo naweza tukaona kwamba huna mtazamo chanya kwa sababu hujui kulinganisha tukio lililopo na namna ambavyo akili yako inaweza ikageuza mambo ili upate majibu ya uendeje kwenye hilo tukio. Kwa hiyo kama issue ni serikali labda inataka ijenge shule, alafu watu wanataka wajengee viwanja vya mpira, inategemeana. Sasa mwenye mtazamo chanya atakuwa ni nani? Inawezekana shule zipo, labda shule ni nyingi sana, alafu inataka iongeze shule nyingine. Manake watu kama hawaoni umuhimu wa hiyo shule kuongezeka, tunaweza tukawasema wao ndo wana mtazamo chanya kuliko wale ambao wanataka wajenge shule. Ila kama viwanja vya mpira vipo, ama sasa hapo inaangalia kipaumbele ni kipi. Labda viwanja vya mpira havipo, shule hazipo, labda serikali imekuja kwa lengo la kujenga shule na barabara. Sasa tunaangalia labda barabara hazipo kweli na zina umuhimu mkubwa, manake havina umuhimu kwa sasa hivi. Kwa hiyo lazima tuvipe kipaumbele kwanza hivi vitu ambavyo vina umuhimu mkubwa. Ila kama vipo na vitu vingine vipo, alafu wanataka tena tuletee vitu hivyo hivyo kuliko kuleta vitu ambavyo havipo, naweza tukawasema wewe labda ndo una shida ya mtazamo, kwa sababu uwezo ukafanya hivyo vitu na kati watu tunaviona hatunufaiki navyo tena. Hivi kuna mfanano au kuna utofauti kati ya mtazamo hasi na ukosoaji? Mtu anaweza kaona kitu fulani akasema hii bajeti ambayo imewekwa kwenye labda ujenzi wa shule hii mbona ni kubwa sana. Yaani kuna mtu ambaye anaweza akawa hivyo tu, akiona kitu fulani anakosoa sana, yani anakosoa. Bajeti hapo imewekwa bilioni 1, lakini mbona hapa ilifaa labda iwe milioni 500 au milioni 300. Alafu hii pesa nyingine ikapelekwa huko. Tumekabidhiwa mradi fulani lakini mbona una mapungufu 1 2 3. Mbona huu mradi uko chini ya kiwango? Kwa nini tusifanye hivi na hivi? Kuna tofauti gani kati ya ukosoaji na mtazamo hasi?
Tofauti iliyopo kati ya ukosoaji na mtazamo hasi, ukosoaji unaweza ukawa ni swala ambalo ni zuri na inaendana na vipengele vyote. Kwamba mtu anaweza kukosoa akiwa na mtazamo chanya kabisa wa kujenga, sio kwamba ana mtazamo hasi. Na mtu anaweza akakosoa akiwa na mtazamo hasi wa kubomoa. Kwa hiyo sasa, ili kwamba tutofautishe kati ya mtazamo chanya na kukosoa, ama kati ya kukosoa na mtazamo hasi, nafikiri kwanza tuangalie huyu mtu anakosoa, anafanya ukosoaji kwenye kipengele kipi. Labda ni kama turejee kwenye huo mfano ambao umeusema kwamba labda mtu anakosoa kwamba hii project mbona itakiwa iwekewe labda milioni kadhaa, labda hiki kitakiwa kiende hapa. Manake kama mtu anafanya kwa ajili ya kujenga, manake huyu mtu yeye anachokifanya kiko sahihi, ni anakosoa kwa ajili ya kurekebisha ili vitu viende vizuri vinavyotakiwa. Na kama mtu anakosoa tu alafu hana maana yote, hajengi hoja, huyu mtu tunaweza kumweka kwenye kundi la kwamba kwanza yeye mwenyewe hajui anachokifanya. Kwa hiyo kama unakosoa na ukaweza kutengeneza hoja na zikaonekana kabisa zina mashiko kwenye kile ambacho unakikosoa, maana yake unaweza kuwa unafanya vile kwa ajili ya kujenga. Sawa, na nashukuru sana kwa mtazamo wako mzuri. Mtazamaji, bila shaka unatufuatilia vizuri sana. Tutakapokupa nafasi basi utatupigia simu na kuweza kuongea nasi. Nipo na Madoshi, James Madoshi, yeye ni mwanachuo msomi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti, na hapa tunachojadiliana naye ni kuhusiana na umuhimu wa vijana kuwa na mtazamo chanya katika maisha. Kuna umuhimu gani? Sasa hivi huwa kuna faida pia za mtazamo hasi. Kuna faida yote ile kwenye mtu akiwa ni mtu wa mtazamo hasi tu, kila kitu anapinga tu. Naweza nikasema kwamba kwenye mtazamo hasi kwamba kuna faida, lakini inategemeana na kwamba, kwanza ninaweza nikasema kwamba inategemeana na huo mtazamo uko sehemu gani. Kwa mfano, mtu akiwa yupo kwenye mazingira ambayo anatakiwa atumie labda kitu fulani, ndio, ili aweze kutoboa. Labda nirudi pale tuliposema kwa mfano ni vita, alafu mtu anatakiwa awe na bunduki ili akashinde ile vita. Huyu mtu na akijiangalia anaona kabisa mimi siwezi kwenda pale nikiwa sina hisi la. Huyu mtu anaweza kusema kwamba labda mtazamo wake upo kinyume kidogo. Ndio. Kwa hiyo huyu mtu akijifanya kwamba anajua sana akaenda pale, inawezekana maisha yake akaishia pale pale. Kwa hiyo anaweza akafaidika, anaweza akapata faida kulingana na mazingira. Sasa tuangalie mtazamo chanya. Kwa unavyoona wewe, ni kwa nini vijana wengi wanatakiwa kuwa na mtazamo chanya kwenye maisha? Vijana wengi wanatakiwa kuwa na mtazamo chanya kwenye maisha. Kwanza, huwezi ukafanya vitu katika ulimwengu tulionao sasa hivi. Ndio. Ukisubiria, yani watu wanataka watu ambao tayari wamekwisha kujipata. Wanataka watu ambao tayari wanajua kufanya vitu. Sasa kama una mtazamo hasi, maana yake hata ule uthubutu wa kufanya vitu utakuwa hauna. Ndio maana unatakiwa uwe na uthubutu wa kufanya vitu, na uthubutu na upate ukiwa na mtazamo chanya. Usiwe na uoga kwamba nikifanya hiki labda kinaweza kikaharibika na maisha yangu yakaishia hapa. Maana yake tayari kwenye kitu wewe umeshatengeneza mtazamo wa kuharibikiwa. Maana yake wewe mtazamo wako ni hasi, maana yake uwezi ukatoboa wala uwezi ukathubutu na wakati unaenda kuangamia. Ila kama umetengeneza mtazamo chanya kwamba unajua kabisa nikifanya hivi ninaweza nikapata faida hizi na hizi, hata kama nisipozipata inaweza ikawa ni angalau kuna hatua fulani nimeisogelea kwenye maisha. Kwa hiyo ukiwa na mtazamo chanya inakupa nguvu ya kuthubutu, na ukishathubutu maana yake ndio unachukua experience ya kile kitu ambacho unakifanya. Maana yake hata jamii itakapohitaji watu ambao wana ujuzi na hicho kitu, wewe tayari utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wana ujuzi. Manake kuna umuhimu kwa sababu inakupa uthubutu na inakufanya, na ukithubutu na kusogeza kwenye hatua nyingine ya maisha. Wewe ukiangalia vijana wengi wana hiyo dhana ya mtazamo chanya katika jamii? Si vijana wote kwa mtazamo, kwa sababu takwimu bado hazijafanyika. Kwa wale vijana ambao unaishi nao mtaani kwa mazungumzo, ukiangalia ni idadi ndogo sana ambayo ina mtazamo chanya. Na kwa mtazamo wako unaona hii inatokana na nini? Kwa sababu kama nimeyapata vizuri sana maelezo yako, ni kwamba ukisikia kwa mfano kuna changamoto labda ya upungufu wa elimu sehemu fulani, chukua ile kama ni opportunity ama fursa kwako. Sasa kwa mtazamo wako unafikiri ni kwa nini vijana wengi wanakuwa hawana mitazamo ya aina hiyo katika jamii? Nini kinasababisha? Niweza nikarudi pale. Najua kijana, tunapomzungumzia kijana, yani tunapozungumzia nyumba, tunaweza tusiukwepe msingi wa nyumba. Kwamba tukizungumza shida ipo kwenye level fulani ya nyumba, maana yake inaweza ikawa haikuanzia pale, ilianzia chini kwenye msingi wenyewe. Sasa
tukiwazungumzia pia vijana, naweza tukaifananisha na nyumba. Kwamba shida inaweza isiwe kwenye umri wa ujana ambao wapo sasa hivi, ila shida ipo kwenye msingi, sehemu ambapo walitengenezwa vijana. Kuna usemi unasema kwamba vijana wa leo ndio wazee wa kesho. Of course ndio. Sasa tukipata changamoto nyingine kwa wazee, alafu tukaanza kuuliza kwamba imetokea wapi, tunaweza tukarudi huku kwenye ujana. Kwa hiyo changamoto hii kwa vijana, ngoja turudi kwenye stage nyingine ya ukuaji ambayo vijana waliipita kwanza kabla ya kuwa kwenye ujana. Kwa mfano sasa, nirudi pale kwamba alipokuwa na miaka labda 2 mpaka